nilipopewa habari ya Sheikh Ali bin Said Mkenge kwamba ametoweka. Mimi nilikuwa na kaka zangu wawili, nilikuwa Sheikh Nasr bin Ramadhani wa Malela, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa askinhu fil janna, na Sheikh Ali bin Said Mkenge. Kaka zangu hawa sio kwa ukubwa tu, wataki elimu. Nilikutana nao madrasatul banina wal banati Uguruni, pale mnapoona soko lile na ofisi ya Kafu Bahadera, pale palikuwa na makaburi mengi tu, lakini pale palikuwa na madrasa kubwa sana, madrasa ambayo mimi nimefika pale miaka ya 70 kuendelea juu, lakini tayari niwakuta mabwana wakubwa hawa washatangulia. Sheikh Ali bin Said Mkenge na mzee Malela, ambao kwa sasa hivi wote wamekuwa marehemu. Nimebaki mimi mdogo wao. Tulikuwa tukizungumza mengi sana mimi na kaka zangu hao, mpaka mwaka juzi Sheikh Ali huyu akapata bahati ya kwenda kuzuru, kwenda hija. Tulikuwa pamoja na mengi tulikuwa tumezungumza mpaka tuliporudi. Sheikh Ali alipofika uwanja wa ndege wakati wa kurudi alilia sana, akilalama, Mwenyezi Mungu, nimekuja kama nimekwenda katika nchi tukufu kumzuru mtukufu Mtume Muhammad, ungenichukua kule, niacha nirudi huko kiamani. Ninamwambia hapana Sheikh Ali, Mungu ana mipango yake. Lakini akaniambia, sikiliza Sheikh Mungu, mimi sitaki kukaa sana, na sidhani kama nitakaa sana katika dunia. Kwa hiyo jana niliposikia kifo chake, nasema basi ama hija yake mwenzetu, basi Mungu ndiye mwenye kujua. Lakini Sheikh Ali nimekutana naye katika Banino Albanati, na bahati nzuri madrasa ile Banino Albanati imeanzishwa mwaka 61 Buguruni hapo. Kulikuwa na madrasa kubwa, na bahati nzuri, nisirefushe maneno mengi kwa sababu mwenyewe walimu wetu, mzee wetu, shekhe wetu, ile madrasa mwenyewe alikuwa Sheikh Ayubu bin Umar wa Mbwana. Ni miongoni mwa makaburi yaliyofukuliwa pale, yameenda kuzikwa Mbulahati. Kwa hiyo Sheikh Ali mimi nilikuwa naye sema, nimeachana naye katika miaka ya 78 77. Buguruni inapanuka, ujenzi wa kisasa unakuja, barabara ile ya Mandela ndio inaitwa sasa hivi, ilikuwa kipindi kinaitwa Mole, shule pale na barabara zile nyingi. Baba yangu anaona kutokana mimi na umri mdogo, nilikuwa na ndugu zangu wawili, mmoja amefariki, mmoja yupo. Baba anakuja kuomba ruksa kwa mwalimu wetu Sheikh Umar, nilikisoma wa Kichapu yupo. Babangu, samani nikusumbue kidogo, baki wengi wakufahamu, usimame kidogo wakuone. Huyu ndio mwalimu wa Sheikh Malela, huyu ndio mwalimu wa mwalimu Ali wa Mkenge Alifu, na mie nikiwemo. Ndio mwalimu wetu bwana mkubwa. Sasa hivi anaishi Buza. Kawa baadaye nitakupa uzungumze chochote bila mwanao. Ndio mwalimu wetu alotusomesha watu wengi katika Buguruni, akiwemo dada yetu Ustadhi Majuma Nyota, kina marehemu Siaka, vijana wengi kusomesha. Ndio mwalimu wetu. Kwa hiyo 77 78 mimi nimeachana na Sheikh Ali na Amia Vingunguti na kwenda kukutana na Maalim Sharifu Suleiman wa Rajabu wa Betela, na jiunga madrasa Siraji Nur. Lakini kule ndaka nikahudumu, nikasoma madrasa ile, naye ikaja ikabegeka,
Nikarudi tena, nikafuatwa, nikarudi tena, akatokea mwalimu wangu mmoja mlezi, akaniona mimi nacheza mtaani nitapotea. Mwalimu Malaika maarufu sana bwana mkubwa huyu. Amefariki naye, mwanafunzi wa Sheikh Omar bin Salum akifundisha Mula. Allahumma ighfir lahu warhamhu waskirhu fil janna. Bwana mkubwa huyu akanichukua akanileta madrasa Kadiria pale, madrasa Kadiria, nikaenda kusoma kwa jamani siku. Nikakutana na ndugu zangu kina Misi wa Kikopa na wengine kina bwana Samikulu hao. Kakaangu kule bwana Ramadhani maarufu bwana Bobea. Nikaja Kadiria. Bahati nzuri na Sheikh Mkenge naye akatoka huko. Maana yake Banino Albanati baada ya kuvunjwa ule mji ndio madrasa hii ikapasuka ikazaliwa Ni'mal Wali. Baada ya kupasuka sisi tulobakia wadogo tukaja kusoma Banino Albanati katika baraza ya Mzee Manda pale. Kuna baraza moja inaitwa Mzee Manda pale. Uguruni yule kama kuna mtu mwenyeji hapa. Sasa mimi siku nikisema tunaga yule naye mimi mtu wa Burundi nimezaliwa hapa. Sio Kondoa. Tutalia tume. Mimi na ni mzalamu kabisa wa baba na mama. Sheikh Ali huyu Nyagato Kisiji. Sheikh Malela marehemu mzalamu wa Gumba. Basi Banino Albanati ilipomegeka manake imevunjwa na serikali kuweka mji mpya, si ndio Sheikh Hussein bwana? Baada ya kuvunjwa Banino Albanati ikachukuliwa ikapelekwa kipande kwa Mzee Manda barazani. Bwana mkubwa huyu Sheikh Umar tukawa naye na baadhi ya walimu na Sheikh Nyota naye akija pale. Lakini baada yake Sheikh Nyota naye kaongeza ndio akafungua madrasa Ni'mal Wali. Lakini Maalim Nyota bwana mkubwa nilomnyanyua Sheikh Malela, Sheikh Ali bin Said Mkenge ni vizazi ni wanafunzi waliotokea Banina Walbanati wa Sheikh Ayub bin Umar wa Mbwana. Mimi kijukuu kidogo nimesoma kwa mabwana. Maalim Nyota akija pale anakuja kusomesha madrasa ile anapiga. Kwa hiyo mwaka 77 Sheikh Ali naye akatoka Ni'mal Wali akaja Kadiria. Nikakutana naye tena nikafanya naye kazi sana. Nikisema hivyo nimefanya naye kazi sana na wale walikuwa wanasema Sheikh Ligo mtakuwa mnanielewa watu wa madrasa. Sheikh Ligo kasema mshindo umeanguka. Sijui kama kuna mshindo wa namna hiyo. Mwamba bila kwa anajua kufanya kazi, hana kiburi, hana malingo. Hakuwa na mandondo kama spidi leo mtu mara ndondo kaenda kupiga Kiwalani, kaiacha madrasa yake. Mara leo kaacha kaenda kupiga Buza, kaiacha madrasa yake kuuliza ndondo. Bwana mkubwa kutoka nimemjua anapiga yorufu, sikumsikia siku moja akitusaliti. Na wala kudai posho. Kwa hiyo akaja kule Kadiria, tukafanya kazi naye, tukahudumu naye. Kadiria naye ikaja, ikapotea, ikameguka. Mimi nikaja Ni'mal Wali. Nikapita kwanza Muumini. Muumini nilipopita mambo hayakuwa vizuri wakaporwa. Gereza najua. Na ndio bangu. Kadiria anakuja Muumini anakwenda Morogoro wapi. Lakini sasa hawa wakaporwa. Na Sheikh Nyota bin Adam wa Nyota. Mimi nikaja Ni'mal Wali nikahudumu pale nikiwa naye Sheikh Ali bin Said Mkenge. Nikaishi naye hapo vizuri. Kwa kweli ni mtu mzuri, ni mtu mwema, ni mtu mcheshi, ni mtu asiyokuwa na majivuno, ni mtu kazi yake na fani yake alikuwa akijua, ni mbunifu. Na ndio kwa sisi watu wadufu tunasema ndio muasisi. Lazima tumpe haki yake. Hizi dufu 7 mnazozipiga vijana wa leo mwenyewe Sheikh Ali kama kunasema kuna 6 kuna 7 kuna ngapi dufu 7 walipiga mpaka 8 hapo yeye na Sheikh Malela wakaona hapana tunaenda mbali tupunguze. Kama kuna muasisi leo tumemaliza
tunamaliza waasisi wa 7,000 hizi. Wale asisi sio wapigaji tena kwetu. Lakini mipango imewekwa na bwana mkubwa mmoja hapo. Sheikh Ali bin Said Kenge, Sheikh Malela, Maalim Nyota, Mungu awahifadhi, awape pepo kwa walimu. Kwa jumla ni mtu mzuri, nimeishi naye, nimesoma naye. Kwa hiyo nisiseme mengi, lakini mengi zaidi labda nimuombe mzee wangu, mzee Kichapu, kama na lolote nimelisahau mimi. Basi yeye mzee Kichapu, Sheikh wetu, labda na lolote la kujazia, nake wewe ndio mwenye mtoto wako, vijana wako, na leo nimebaki mie kwenye mgongo wa ardhi pale. Sijui wengine wako wapo, lakini wale nilikuwa naona nao ndio umemaliza huko. Jamani, mliwe radhi, maana tusipompa nafasi mzee nitakuwa nimekosa adabu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qala subhanahu wa ta'ala, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Sadaqallahu al-azim. Wa qala aidan, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kifo katika mazingira yote, katika hali yoyote, usomi utakavyosoma, uruke utakavyoruka, utembee utakavyotembea, ufanye lolote utakalofanya, kifo. Tadrukukum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Si Mungu anasema baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, niseme tu kwa ufupi, sikuwa na sababu ya kusimama. Aliyesema Ustadhi Yahya tayari alikuwa ndio nilisema mimi, kama ningetangulia kusema mimi kabla ya kusimama yeye. Lakini ni kweli kabisa, wengi sura yangu au muonekano wangu inawezekana nikawa mpya kwa leo. Sasa nimesimama tu wanione kwa nipo bado nikaliga hai. Maana kuna kipindi tulisema kwamba mzee Omari amekufa, Omari amekufa. Ndio simu. Nikasema pana nitakufa, lakini bado sijakufa. Kuhusu wasifu wa Sheikh Ali Said Mkenge kama alivyozungumzia Maalim Yahya, sina haja ya kuongeza kitu au kupunguza kitu, ila kwa upande wangu mimi binafsi, kama mimi nikiri na niseme kwamba niko katika fadhaa na huzuni kubwa. Nasema hivyo kwa sababu gani? Baada ya mtafaruku wa kimiaka na mambo mengi na watu kupoteana na hivi, basi akili za kibinadamu mimi nilizijengea matumaini ya kwamba kwa vijana wangu hawa Kenge, Yahya huyu Umbi na Malela, ndio pengine wataposikia nimekufa, hawa ndio watakayekuja kusimamia msiba wangu. Nilikuwa na matumaini hayo na matarajio hayo, na kwa kweli nilikuwa niko hivi. Nasema nilifunga, na wallahi nilikuwa na imani hiyo kwamba nikifa hawa na wenzao wengine watawatafuta, watakuja kunizika. Mtihani ulikuja baada ya Malela kuondoka. Mungu sasa matumaini kwa haya, kwa sababu umesema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sina hoja. Haya, nakaa muda si muda, naye bwana Mkenge anaondoka. Sasa namwangalia Yahya peke yake, lakini Yahya yeye mwenyewe ana wenzake anaokumbuka hao. Hivi
pale pakubebwa na watu 3, 4, pengine 5 waliopo, akabaki mmoja au wawili. Sipana mkiana kidogo hapa, lakini inshallah hili neno nalisema mbele ya hadhara hii na mbele ya jeneza hili. Huyu Ali alikuwa na msimamo na matarajio kabisa kwamba mara ya kwanza kusikia na ishio hivyo sema tukutana tena hata katika msiba Malela pale. Namwambia bwana, na matarajio sasa kuhama Yombo, sasa hivi itakuwa kivule. Maana pale Yombo sasa hivi niseme kweli nimeshahama. Pale ulipokuja pale nimeshahama na msikiti, lakini bado upo, ila mimi sasa hivi niko kivule. Maana nimefanya makazi mengine, nyumba iko pale pale, msikiti uko pale pale. Ninachosema ni kwamba inshallah, lakini wama tashauna illa an yasha Allah, hakuna atakayetaka kwamba iweje au iwe vipi mpaka na Mungu naye atake. Huyo alitaka huyu marehemu alitaka afie Maka, afie hija kule, ndio alikuwa ametaka. Lakini angalia, Mwenyezi Mungu akasema wewe utarudi Tanzania na nitakuachia muda kidogo uondokee Tanzania. Si ndio? Kaondoka, lakini inawezekana ni kwa heri, kwa sababu kama angezikwa Maka, angefia Maka, tungeshuhudia jeneza lake au kifo chake, tungeshuhudia? Tusingeshuhudia. Tungekuwa tunafikiria basi. Mimi nimefika hapa nililia kwa huzuni. Jana uliniona hapa, waliniona, nilifadhaika kwamba watu niliokuwa nawategemea kwamba wao ndio watakuwa spika ya kutangaza mwalimu kafa. Sasa wanaondoka mmoja. Inawezekana ikawa mtihani hapa, lakini inshallah Shekhe Mkeyenge, wasifu wake niwaambie sasa, namalizia hapo. Wasifu wake na namna yake alivyo, kama nyote mnavyomjua ndivyo yuko hivyo. Sijui nimeweka vizuri? Kama wote mnavyomjua, alikuwa mpole, cheshi, hana vurugu, alikuwa hivyo. Lakini alikuwa anashikamana sana na watu wa dini, watu wa Waislamu wenzake. Walipenda mshikamano. Madrasa hizi siwachekeshi, nataka niwaambie hapa, akikaa haya pale, akikaa Malela adufuzawa hapa, akikaa Mkeyenge huyu nyota, akikaa pale Maalim Suleiman Tito akikaa hapa, mimi nikikaa pembeni hapa katika duara hili. Shughuli ipo, shughuli ilikuwepo, sio mchezo. Wale watu wa Kibuguni wanatujua, kina Mnyani wanatujua, niangalia pale, wanatujua, wanatujua. Tumechegama hiyo enzi zake Al-Madrasa Al-Banina Al-Banati Muslim Buguruni, kweli kutoka 1961. Nimalizia kusema inshallah wote turidhike, tufahamu kwamba Bwana Mkeyenge hana tofauti ya vingine na vile tunavyofahamu wote sisi hapa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.